umetuleta hapa, unaangalia watu wako. Katika dunia ya sasa ambapo wanaume wengi wanakabiliwa na changamoto za maisha, kundi la Catholic Men Association kutoka Voi limepata mwanga mpya wa matumaini. Safari yao ya kujitambua na kujenga afya bora ya akili imeanza upya, sio kwa maombi pekee, bali pia kwa elimu na ushauri wa kitaalamu. Karibu tuandamane hadi mwisho wa story hii ili tuwe pamoja. Remember you are also a human being. Na wale unaongoza pia ni binadamu. Wewe ni mwanamume, binadamu, mwanamke ni binadamu, watoto unaowazaa na unawalea ni binadamu. Wana uwezo wa manipulate, kuchezesha. Akisema wewe mwanamume bure, unasema lakini kama unajiamini wewe si mwanamume bure, hata akasema mara 20, wewe unajithamini. Tujithamini kwanza, ndipo tutarajie watu wengine wajithamini. Tunapojithamini, when we value ourselves, it is also psychologically comforting and psychologically strengthening us. Because if you feel weak, you have a low opinion of yourself, even emotionally, psychologically, you start getting defeated. You start losing the battle. Katika losses tunasema basi afya, pesa, mali. Katika kanisa Katoliki kigango cha Birikani, wanaume wa Catholic Men Association wamepata fursa ya kipekee ya kusomeshwa kuhusu afya ya akili na namna bora ya kuishi kama wanaume waliokomaa kiakili, kiroho na kijamii. Ambao tumepata kwamba wanaume wengi tunaathirika sababu ya tunavumilia mambo mengi zaidi, lakini leo tumepata fursa ya kujua mengi zaidi kuhusu afya ya kiakili ya sisi kama wanaume. Tumefundishwa mambo mengi na kutoka leo natumai wanaume wa Katoliki wa Voi wamepata ujuzi mbalimbali jinsi watakavyofanya. Asante. Mafundisho hayo yaliyochukua takribani saa 4 yaliendeshwa na mshauri nasaha aliyewasisitizia umuhimu wa kujitambua, kuzungumza wazi kuhusu changamoto na kutafuta msaada pale inapohitajika. People need to know much more on how to heal, how to grow from traumatic mental health experiences, and they should learn how to balance life, when to stop and rest so that they can rejuvenate, when to build resilience. We discover that men need to build resilience, to build resistance to some things, and to know themselves even more. Washiriki wengi walikiri kuwa mafunzo hayo yamekuja kwa wakati mwafaka, hasa wakati ambapo wanaume wengi wanajikuta wakiwa kimya huku wakipambana na changamoto za kiuchumi, kisiasa na kijamii. Na imekuwa ya kufana sana, na ilikuwa ni wanaume wa CMA members wa Voi, na hiyo semina imeanza kufana sana. Wanaume wamekuwa very interactive, wamejifungua, wameongeleshwa juu na semina yenyewe ilikuwa inahusu mental health, na kumbe tumerealize kwamba wanaume wana tatizo sana na upande wa mental health. Lakini suluhu kubwa kabisa tumejadiliana kama wanaume, inabidi tusiweke mambo yetu kisiri, tuwe bayana, tuwe waziwazi, lakini tutafute makundi, kwa sababu sisi wanaume hatuaminiani. Tafute kundi ambalo una uhakika kwamba lina uaminifu kwako unapotoa mambo yako. Ama kama unashindwa kusema kwa wanaume wenzako, basi inabidi uende kwa wataalamu kama vile mwalimu Mseri, uweze kueleza shida zako zile za kusumbua katika familia ama kiafya, na pale utakuwa na uhakika ushauri utakaopata utakuwa na ushauri wa kudumisha maisha yako.
Kwa upande wake, mshauri nasaha aliongoza kikao hicho alihimiza jamii kuwekeza zaidi katika programu za ushauri kwa wanaume, akisema kuwa afya ya akili ni msingi wa familia na jamii imara. Niseme kwamba wamekuwa very participative, wameshiriki sana, wamefurahia. In fact, at first I thought it would take 1 hour, but it has ended up taking about 4 hours. And it was a non-stop session, interactive, questions, educative, everybody participating, everybody contributing, everybody reacting. And in my assessment, they have benefited a lot. And from the leadership of the group, Audran and Petron, they are saying they need more. And I think from their participation and interaction, indeed we need more. Kutoka Kanisa Katoliki Kigango cha Birikani Voi, hii ni hadithi ya wanaume wanaoamka upya, wanaojifunza kuwa na afya bora ya akili, kujitambua na kuwa nguzo imara katika familia na jamii. Kwa kweli tunasema asante kwa semina hii ya leo, na tukaomba basi semina hizi ama kama hii ya leo zifundishwe ama wao waitwe wakina mama wote, vijana kwa wakati wao, na mwisho wa siku tuwe na semina moja inayojumuisha akina baba, akina mama na vijana, ili tuweze kufahamu ni wapi tulipotea ama ni wapi mvua ilianza kutunyeshea. Wamepokea kwa moyo mkunjufu na wanaifurahia, na kumaanisha wanahitaji zaidi, wanaitisha zaidi semina kama hizo, na ni kitu ambayo imenitia moyo sana. Ni ya kwanza kufanya na tunatarajia zitakuwa mingi, na wao pia wamekubali kwamba tuzitishe zaidi hizo seminars. Today was a brief one, to the first one, and from their own testimony they have benefited. I think they can benefit more. I think we can do more, and probably not only here in Voi, but many other church or religious groupings. Na kusihi kabla hujaondoka usubscribe, ushare na ulike video zetu ili ututie motisha kuendelea kukuletea hadithi ama story nzuri sampuli hii. Kwaheri na Mungu akubariki.